Unajua maumivu mimi ya kutokuwa na mtoto? Nakuuliza, ni nini maana ya uongozi wako? Ni nini maana ya kuwa kiongozi? Ni nini maana ya uongozi? Ni kumhurumia yule unayemuongoza. Kwa nini hauna huruma na mimi? Kwa nini hauna huruma na mimi? Kwa nini? Kwa nini haukai na kujua na kuumia na mimi jinsi ninavyoumia kukosa mtoto? Kwa nini? Nilikuwa nakuona ukipita hapa na gari yako, lakini pia nilikuona ukiwa unaingia hapa ndani. Nikajua tu kwamba unaishi hapa. Kiukweli kaka, nina shida kubwa sana. Maisha yangu ni magumu mno. Naomba nisaidie. Una shida gani? Kaka, nina shida kubwa sana. Kiukweli maisha yangu ni magumu mno. Nashindwa hata kula wakati mwingine. Naomba nisaidie. Nisaidie kazi. Mimi nipo tayari kufanya kazi yoyote ile kakaangu. Hata kazi ya kudeki mimi nipo tayari. Hata ya kufutafuta meza pale ofisini mimi nipo tayari kufanya. Naomba nisaidie kakaangu. Nipo tayari kufanya kazi yoyote. Maana Mikidadi alinitambulisha kwamba unafanya naye kazi ofisi moja. Na pia Mikidadi aliniambia kwamba atanisaidia mimi kupata kazi. Lakini ndio hivyo, Mikidadi ameshakufa. Sina msaada mwingine. Nikaona nikufuate wewe, naona utamsaidia. Nataka kazi. Ndiyo. Siku zote kazi za wanaume ni ngumu sana. Kazi za wanaume zinahitaji ujasiri. Kazi za wanaume zinahitaji moyo mgumu. Kazi za wanaume zinahitaji kujitoa. Vipi kwako? Utayaweza? Kaka, mimi nipo tayari kufanya kazi yoyote ile. Kazi yoyote mimi nipo tayari. Kama unavyoona sasa hivi mimi ni mgumu, yani sichagui kazi yoyote ile, mimi nipo tayari. Mimi kazi yoyote ile mimi nitafanya. Hata kazi ya kusafisha meza, ya kudeki, mimi nipo tayari. Kama unavyoniona mwenyewe ni mtu mgumu hivi. Sishindi kazi mimi. Nipo tayari kufanya kazi yoyote. Sawa. Basi andika namba zangu hapa. Simu sina, imezima chaji huko nyumbani. Basi taja za kwako. 06 87 87 17. Nimekutumia message. Ukiwasha simu yako utaiona. Sawa sawa. Nikitulia, nikipata utulivu, nitakutafuta. Sawa. Sawa, jioni njema. Nashukuru sana kaka. Yani ni tabu. Mdoe, nilishakwambia kwamba kwa sasa hauwezi kufa. Kwa sasa hakuna kitu chochote ambacho kitakufanya wewe uweze kufa. Hata ujitupe katikati ya moto, hautaweza kufa. Hata ujitupe katikati ya bahari, hautaweza kufa. Kwa sasa maisha yako yapo mikononi mwa Lucifer. Kifo na maisha yako yapo mikononi kwa Lucifer. Hata ufanye nini, hautaweza kufa. Unachotakiwa ni kukubali kumtoa mdogo wako kafara
Hiyo ndo njia pekee ya wewe kuepuka haya manyanyaso. Hiyo ndo njia pekee ya wewe kuepuka haya maumivu ambayo unayapata. Kinyume na hivyo hauwezi kuyaepuka kwa njia yoyote ile. Hauwezi kufa Mdoe. Kwa sasa unatakiwa umtumikie Lucifer. Kifo chako kipo mikononi kwa Lucifer. Hivyo basi, ili kuepuka hizo adhabu, unatakiwa uweze kumtoa mdogo wako kafara. Hizi dawa hata unywe roba zima, hata unywe ndoo nzima ya hizi dawa, hautaweza kufa Mdoe. Unachotakiwa ni kumtii Lucifer. Unachotakiwa kumtoa mdogo wako kafara ili uweze kuishi kwa amani. Hakuna njia nyingine. Kumbuka haya yote alitakiwa ayafanye Mikidadi kukusimamia wewe, lakini baada ya Mikidadi kufa, mimi ndo nimepewa hilo jukumu. Na ndio maana nakuwa nakusisitiza sana, kama unataka amani basi uweze kumtoa mdogo wako kafara. Hakuna njia nyingine. Nadhani umenielewa Mdoe. Kwa nini mnanifanyia hivi lakini? Niacheni huru basi. Nadhani umenielewa Mdoe. Ni heri kufa masikini kuliko tajiri wenye mateso. Kama nilivyokuambia, nitakutafuta kwa wakati wangu mwenyewe na nimekupata. Sijatumia hizo simu zenu za kidigitali wala nini. Nina taarifa njema. Mkuu wangu amekubali wewe ujiunge katika chama chetu cha wachawi. Jiandae. Jumanne nitakupeleka uende ukapigwe muhuri kama nembo ya kujiunga rasmi kwenye chama chetu cha wachawi na kitambulisho kwa wachawi wengine waweze kukufahamu. Lakini pia utaweza kuanzishwa masomo machache kama vile kupotea, kupaa. Kwa sababu si unajua kupotea unaweza ni sasa na kufanya tu upo Tanga. Ukifanya upo Tanzania. Ni sasa na kitendo cha kufumba macho na kufumbua tayari upo eneo jingine. Lakini kaka Rukuchu, Jumanne ni mbali sana. Kama mkuu kashakubali kunipokea mimi kwenye chama cha wachawi, kwa nini usinipeleke leo nikaenda nikajiunge? Yaani ninatamani sana hata leo hii, hata sasa hivi tuondoke mimi na wewe ili niende nikajiunge na chama cha wachawi. Acha haraka, kwa sababu kila kitu kinaenda kwenye mipango. Na hata kukupeleka siku ya Jumanne ni mpango wetu sisi wachawi, na ndo siku ya kikao kikuu ili wachawi wengine pia waweze kukufahamu. Lakini mimi Jumanne naona mbali sana. Yaani natamani, jinsi natamani kujiunga na hicho chama. Yaani nitamani nijue hata ulipokuja labda mkuu wako akakwambia leo tuanze. Naielewa haja ya moyo wako na matamanio jinsi gani unavyopenda kujiunga kwenye chama chetu. Lakini kila kitu kina utaratibu kama nilivyosema hapo awali. Lazima tuende siku ya Jumanne. Kuna maana gani sasa ya kuwa na hiki chama? Kuna maana gani ya kuwa na chama ambacho hakijali faida wala umuhimu wa wanachama wake? Chama gani ambacho kinafurahi na kufurahia kabisa maumivu ya wanachama wake? Unajua kiasi gani napopata maumivu mimi? Wewe unafahamu kiasi gani mimi naumia kukosa mtoto? Hivi wewe kiongozi, unajua mimi maumivu ninayoyapata kwa kukosa mtoto? Nakuuliza, unafahamu? Wewe si una mtoto? Na sio mtoto, wewe una watoto. Unajua maumivu mimi ya kutokuwa na mtoto? Nakuuliza, ni nini maana ya uongozi wako? Ni nini maana ya kuwa kiongozi? Ni nini maana ya uongozi? Ni kumhurumia yule unayemuongoza. Kwa nini hauna huruma na mimi? Kwa nini hauna huruma na mimi? Kwa nini? Kwa nini haukai na kujua na kuumia na mimi jinsi ninavyoumia kukosa mtoto? Kwa nini? Wewe ni kiongozi gani? Wewe ni kiongozi gani? Nakuuliza, nini faida hiki chama? Mimi nataka mtoto. Hata mmoja nimpate mtoto, nini faida ya kuwa na kiongozi sasa? Kama kiongozi unashindwa kusikiliza maumivu ya wale unaoongoza, unatakiwa ubebe maumivu yetu. Nini faida hiki chama? Nini faida hiki chama? Faida hiki chama ni nini nimekuuliza? Kama wewe kiongozi unashindwa kunisikiliza mimi unaniongoza. Kama unashindwa kuumia na yale mimi ambayo naumia. Nini faida hiki chama? Wanachama tunateseka, tunaumia, alafu nyinyi viongozi mnafurahi. Tunakosa amani.
tunakosa amani na maisha yetu, tunakosa amani na familia yetu. Mbona una mtoto? Kwa nini una mtoto? Kwa nini unashindwa kunielewa mimi? Kwa nini unashindwa kunisaidia? Kiongozi bora ni yule anayejali maumivu ya wale anawaongoza. Wewe ni kiongozi gani? Kiongozi gani ambao unashindwa kunisaidia? Kiongozi gani ambao unafahamu maumivu unayopata? Unajua maumivu unayopata, unajua maumivu unayopata kwa kukosa mtoto. Wewe kiongozi gani? Nini maana hiki chama? Nini maana hiki chama? Mimi nataka mtoto. Nataka mtoto, nimekwambia. Nataka unipeleke kwa mkuu nikazungumze naye nipate mtoto. Nini faida hiki chama? Wewe kiongozi mjinga tu. Hiyo ni adhabu ndogo nimekupatia. Wakati mwingine uwe na nidhamu. Ni heri kulala chini, niwe na amani ya moyo. Dunia ina mengi, ona leo najuta. Najuta, najuta, najutia maamuzi yangu. Najuta, najuta, najutia haya maisha yangu. Oh, money of devil, haina uhuru. Money of devil, inakufuru Mungu. Money of devil, kiota cha